wakati tunafanya hii maendeleo yote, lazima turudishe siasa ikuje chini, na hatuwezi rudisha siasa ikuje chini kama wale watu tuko nao ndani ya serikali ndio wanataka kufanya siasa mingi kuliko wale watu wako nje. Mimi singempendelea kuongelea mdosi yangu naibu rais, lakini nimesikia akisema tunamuhusia uoga. Ndio mdosi, nilifikiri wewe ni mtu mjasiri sana, sababu ulikuwa unasema wewe ni mtu maumau, lakini hata hatujamshika, tumekupapasa tu kidogo kupiga na ni mapema. Tulia, ile matusi umetusi viongozi miaka mingi sana. Hakuna kiongozi ya mtusi. Ukiwa kiongozi unajiita unamenta viongozi, umetusi viongozi kuanzia madhira kwa nyumbani. Umedhalilisha viongozi, umeintimidate na kublackmail kila kiongozi ambaye anajaribu kufanya kazi. Mimi ule na kujua na ulikuwa rafiki yangu tukianza hii serikali. Kama kuna mtu si mkabila ni wewe. Lakini wewe ni mtu munafiki. Mtu mwenye anajipenda. Mtu mwenye hapo na insecurity, lakini akiulizwa jambo unajificha ndani ya kikabila. Wewe hujaionekana kwa microphone ukitetea watu ambao unawaita ni watu yako wapate barabara ama stima ama maji ama ajira ya vijana, lakini unapofinywa unasema kwako ama milima imefinywa. Wakati ulikuwa unapea rais pressure akupatie pesa karibu bilioni 10 kila mwaka ya kuchunga naye milima, wewe upewe uingiza account ndio uko unachunga naye milima kwa mfuko yako. Au kusema ati milima wapewe direct kwa account yao, ulisema unataka kupewa kama wewe Geoffrey Rigaki Gachagua. Lakini ukiulizwa unajibu ya kwamba ni watu ya milima wamedhulumiwa. Watu ya milima ni watu wa Bwana, ni watu wazuri, ni watu wastaarabu, ni watu wazuri sana na ni marafiki. Lakini wewe ni mtu munafiki mwenye unajificha ndani ya kikabila kuweza kupata kutoroka from ile vitu ya kibinafsi unatafuta. Kwa hii serikali, kwa serikali ya Uhuru na hata ile serikali itakuja, utakuwa unatumia watu ya kabila yako kama shield ya unafiki na kupenda kwako kujipenda kwako. Nataka tukwambie hii, usiingize rais kwa maneno. Rais na wewe mko kona moja, mko executive. Sisi kama wajumbe ulitutumia vijana goons waingie kwa ile agenda ya Gen Z ili waweze kukuja kutua mule bunge. Tungekufa siku ile bunge, ungekuwa unaongelesha nani sasa? Najua tu kukufa, waacha tuanguke na wewe pia na sisi. Sababu tukikupea second chance utatumaliza. Na tunaomba rais pia, hii mambo rais akuwe busy na mambo ya Kenya. Rais akuwe busy na hii mambo ya dunia kutafuta pesa, economy iko na shida nini, rais ngangana na hiyo. Hii ingine utuachie maneno yetu pia kama independent arm of government which is parliament. Na hata hii rais kukuja kutuomba, tutakuomba respectfully utuachie tudili na hii mtu ambaye ni munafiki ya mwisho. Unajua naibu rais mwana ukisema tunakusikia uoga. Sisi hatuusi uoga wala hatununui uoga. Tunafanya kenye tunajua ni right for this country. Mimi mwenyewe na next week nitasema vizuri ile maneno wewe mwenyewe umeniambia ambaye si moja si mbili, na hata naweza shika Biblia yale ya matusi na yale ya maendeleo. Sisi tulikuja ofisi yako sisi wote kukuomba maendeleo, lakini unaturudisha na matusi na madharau na kutuangalia vibaya. Kila nyani iko na siku yake. Na hapo ndugu yangu, we are waiting for Tuesday. So nataka niwaambie naibu ya rais ya kwamba sisi kama viongozi, na ukitaka jua wabunge kaunti ya Nyeri iko na wabunge 6 ambaye ilikuwa hapo mpaka mbunge yake ya Madhira, wote umewadhililisha, umewatusi, na wote wanasema saa hizi ni wakati wewe kwenda nyumbani. Wabunge 6 ya Nyeri ni wrong ama wewe peke yako mtu mmoja ni right? Wabunge karibu 300 wamekubaliana ya kwamba wewe pumzika, tutakutana mbele. Hii wabunge 300 ni wrong ama wewe mtu mmoja ndio wrong?
Na wacha hiyo maneno nasema ati wabunge wamelipwa. Kama kuna mahali ya kulipa, sisi wenyewe tuko ready kulipa, wewe uende nyumbani. Wacha kulipwa, tuko ready kuomba loan kukusaidia uende nyumbani. Kama unataka package ya kwenda nayo nyumbani, tutaomba loan wenyewe, tukuchangie, tukupatie wewe. Sababu ya ile kudhalilisha na kudharau na kutusi viongozi umetusi katika Jamhuri ya Kenya. Barabara za Mau Mau imekwama, hata siku moja haujaulizia barabara za Mau Mau. Mimi binafsi wakati tuliingia serikali ulikuwa na mori sana ya kufuta ma-CEOs wale walikuwa wanafanya kazi kwa serikali ya Uhuru Kenyatta, wakianzia milima, kuanzia hata Commissioner General wa KRA ambayo mwenyewe ulichangia na kufukuza atoke kwa serikali sababu au kuwa anasikia maneno yako wakati tulikuwa ile serikali. Mtu mnafiki anajificha kwa nyuma ya Mrema. Mrema ni watu wangwana sana na ni watu wastahili sana, and you cannot be acting and abusing people at your own pleasure. Hata tukiamuka baada ya wiki mbili wewe ndio raia mwema kule Madera. Na ulisema wabunge wengi sababu hata jana umesema ya kwamba wajumbe wanasema watakufukuza nyumbani na wakiwakufukuza nyumbani watakuwa one term. Mambo yako ni sawa. Kama kutakuwa one term wewe mwenyewe ukue after. Tangulia nyumbani, tutakutana baadaye tuseme haleluya tukisonga mbele.